kwamba mtoto Samueli, mtoto Samueli akamtumikia Mungu mbele ya Eli ndani ya madhabahu ya Bwana kanisani. Na siku zile neno la Bwana lilikuwa ni adimu. Mafunuo ya Bwana hayakuwa yamefunuliwa mpaka mtu akuwe na uwezo wa kutambua hiyo sauti ninayoisikia ama hayo maneno ninayoyaona ni maneno ya Mungu. Ilihitaji wakati yule mtu akuwe na msaada wa kuelekezwa kama nabii au mtume atakaye kuelekeza ya kwamba hiyo sauti unayoisikia ni sauti ya Mungu. Haleluya. Kuna watu wengi sana ndani ya maisha yao wamepata ufunuo ya kwamba wafanye jambo fulani, waende mahali fulani, lakini hawana uwezo ama hawana kuwasaidia kutambua ya kwamba hiyo sauti unayoisikia ni sauti ya Mungu. Haleluya. Kunao watu walioteshwa ndoto, kunao watu walibebeshwa maono wakati walikuwa wamelala, wakasikia na sauti ya kuwaita tendeni jambo fulani, lakini mtu akuhimiza kuambia fanya jambo fulani ama uinafaa na njia ama sauti uliyoisikia inahitaji neno fulani hayuko. Amen. Kwa hiyo ilifanya mpaka watu wengi ndani ya maisha yao wanaangamia. That's why Hosea akatuambia kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Haleluya. Hapo unapata kwa mtoto Samueli anamtumikia Mungu akimsaidia kuhani Eli ndani ya kanisa, na bado neno la Mungu ni adimu. Wale na kanisa hawezi wakalitambua. Haleluya. Hata makanisa ya leo kuna wale ni wa kanisa lakini hawajui matendo wanayoyafanya. Ni Mungu ataweza kuwasaidia ama asiwasaidie. Haleluya. Kuna mambo wanayoyapitia hawezi wakatambua wakabashiri ili tena ni la Mungu ama sio la Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Mstari wa 2 unasema ya kwamba ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pa